Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao tulikuwa nao jana, kuna vitu tulijifunza na tukaona kabisa swala zima linalohusu majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema kwamba jifunze kutambua majira na nyakati zilizobeba hatima yako. Jifunze kutambua majira yaliyobeba na nyakati zilizobeba hatima yako. Tulisema kwamba hatima yako imebebwa kwenye muda na majira husika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujifunze kutambua majira yapi na nyakati zipi zimebeba hatima ya maisha yako. Mafanikio yako sio muda wote hapo, ila kuna muda ambao wa kufanikiwa. Maanake nilisema kwamba kuna muda wa kupanda, si ndio? Kuna muda fulani wa kuvuna. Ule muda wa kuvuna ule ndio muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia na muda wa kupanda nao ni muhimu sana. Maana tukisoma kile kitabu cha Mhubiri 3:1 anasema kila jambo kuna majira na nyakati zake. Kuna wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa, wakati wa kupata, wakati wa kukosa, wakati wa furaha, wakati wa kilio. Hivyo vyote vipo kwenye safari ya maisha yako. Kwa hayo majira, kwa kuna majira mengine utapata, kuna majira mengine utapata. Lakini kuna yule mtu ambaye majira yote yuko vile vile hapa, hajawahi kuwa na furaha, hajawahi kuwa na chemeni. Kama ni furaha moja kwa moja, kama ni kicheko ni huzuni moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati lazima upite majira ambayo upite kwenye mtihani. Mungu anakupa mtihani ili kupima kwamba hivi uko vizuri, uko sawa sawa, anakupa mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapomtumikia Mungu mtihani upo, kwa sababu yuko mtu anaitwa Shetani, na Shetani hawezi kuacha hivi. Na ili Mungu ajue kama umeiva, ili naye Shetani, sababu Shetani wakati mwingine anakuwa mshtaki wako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huwa lazima upitie nini? Mtihani. Na ukifaulu mtihani, basi neema ya Mungu inakuwa iko juu yako moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukamalizia kwa pointi chache sana ambazo nikasema tambua kwamba bidii yako ndiyo mafanikio yako. Tambua kwamba bidii yako ndiyo mafanikio yako. Na tukasema huwezi kufanikiwa kama hauna bidii. Huwezi kufanikiwa kama hauna bidii. Na jambo lingine tunasema tambua kuwa bidii yako iliyobeba hatima yako ni ile inayotokana na kusikia sauti ya Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili tukasema tambua kuwa baraka zako zimeamriwa kwenye majira na wakati ambapo unaishi vizuri na ndugu zako. Lakini pia tukaona pointi ya tatu kwamba ishi kwa kuukomboa nini? Wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi ni hoja tatu ambazo tuliziona jana, lakini leo nataka tusogee mbele kidogo kwenye kitu kingine. Na leo tutakaa kwenye ile neno linalosema kwamba tambua kuwa majira na nyakati zako zinaweza kushikiliwa. Majira na nyakati zako zinaweza kushikiliwa. Zinashikiliwa na nani? Moja, zinaweza zikashikiliwa na mapepo au Shetani. Shetani anaweza kashikilia majira na nyakati, akapiga breki. Kuna vitu havitembei kwenye maisha yako, hujui majira yapi ufanye nini. Maana amekamata fikra zako, hazitendi kazi. Kwa mapepo au Shetani anaweza kukamata fikra zako, majira na nyakati zako. Lakini pia wakati mwingine Mungu mwenyewe anaweza kashikilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe anaweza kashika majira yako na nyakati zako. Lakini tatu, tunasema hali ya moyo wako. Kwa hiyo kuna hizi pointi tatu ambazo zinaweza kuwa sababu ya majira yako kushikiliwa: mapepo, Mungu mwenyewe, ama hali ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaangalia kimoja kimoja, na leo nataka tuangalie hiki kipengele cha Shetani kushikilia majira yako, ama mapepo kushikilia majira na nyakati zako. Lakini Mungu akitupa neema, kesho tutaangalia Mungu anawezaje kushikilia majira na nyakati zako.
wakati gani ukiwa umefanya nini. Lakini pia kwa neema tunaangalia hali ya moyo wako, inaweza ikapelekea majira na nyakati zako kuvurugika na usivuke kufikia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya moyo wako. Sasa tuone ile neno la kwanza la mapepo au shetani anavyoweza kushikilia majira na nyakati zako zilizobeba hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuangalia mfano wa kwanza kwenye kile kitabu cha Luka 13. Luka 13. Kitabu cha Luka, Injili ya Luka 13. Tumwone mama mmoja hapa alishikiliwa majira yake. Mapepo yalishikilia majira yake kwa muda wa miaka 18. Luka 13. Luka 13 na ile sura mstari wa 11. Luka 13 mstari ule wa 11. Biblia inatuambia mstari wa 11, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza vizuri. Biblia inatuambia tazama, palikuwa na nani? Na mwanamke mwenye pepo wa udhaifu kwa muda wa miaka 18. Maana huyu mwanamke alishikiliwa majira na nyakati kwa miaka 10 na ngapi? 18. Kwa hiyo miaka 18 amepigwa breki. Bwana Yesu asifiwe. Hana mbele wala nyuma. Mapepo yamepanda na yamemvuruga tu anaenda. Maana yupo. Kwa lugha nyingine alikuwa kama ni kichaa. Maana pepo la udhaifu limeingia ndani yake, anakuwa hana mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda wa miaka 10 na mapepo yamempiga breki majira na nyakati za mafanikio yake. Hata mafanikio yake ndani yameshashikiliwa kwenye majira ya miaka 18. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe inaweza ikawa hata kwenye maisha ya kwako mwenyewe shetani atakupiga breki kwenye eneo la biashara. Unapiga biashara namna hii haikai sawa sawa. Shetani anaweza kupiga breki kwenye eneo la ndoa. Unapambana kwa muda mrefu kwenye eneo la ndoa. Ndoa haikai sawa sawa. Unajaribu kumuomba Mungu lakini bado kuna vitu havikai sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukapiga breki kwenye eneo la fikra. Fikra zako unakuta miaka yote ziko sawa. Ndio maana Biblia inasema watu hawa ni watoto. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na miaka 50 lakini kiroho ni mtoto. Kwa hiyo ulimwengu wa roho wa kwako umepigwa breki. Hauwezi kufunguka na kutambua. Ndio maana jana nasema kitu moja hapo unataka kujua ni kuwa na uono ama picha ya mbele. Wewe unapokosa kuwa na picha ya mbele, unapokosa kuwa na uono wa sasa na wa baadaye, kwenye Mungu wa roho yake majira na nyakati zako zimepigwa breki ili usiweze kujua, ili ubaki pale pale. Wewe miaka inazidi kwenda, akili zimesimama. Miaka inazidi kwenda, ufahamu umesimama. Miaka inazidi kwenda, wala wewe haufunguki kuongezeka kiufahamu na kimaarifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ndio maana wakati mwingine nasema unaweza kuwa unalala unaota ndoto huko shule ya msingi, wakati ulimalizaga zamani, huko sekondari wakati ulimalizaga zamani, huko chuo wakati ulimalizaga zamani. Bwana Yesu asifiwe. Ama huko unafanya kitu ambacho unafanya zamani kwenye Mungu wa roho, maana majira na nyakati zako ziko pale, msimu wako huko kule, maana akili zako katu zimewekwa bado ziko kwenye ile level. Yapo kiumri mtu mzima lakini tayari uko kule, majira yako kiroho yapo kule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndoto tunasema ni uhalisia wa jambo linaloendelea katika ulimwengu wa roho, ila kwa macho ya damu na nyama halionekani, ila katika ulimwengu wa roho lipo, linaendelea. So kama halipo basi liko kwenye mpango, limeshasukwa mpango, linasubiri kutekelezwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo halisi, ulimwengu wa roho ni jambo linalofanyika. Kwa hiyo ndio maana kila ndoto ambayo usipuuzie ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mmoja ndugu yako kafariki,
na kweli kaamka pana kumzima. Kwenye Mungu wa roho tayari kuna mpango ushasukwa wa kumwangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anapokupa maelekezo anataka uingie kuomba kwa ajili ya mtu kukemea roho ya mauti ili simpate. Bwana Yesu asifiwe. Na usipofanya hivyo, baada ya siku 2 3 wiki unakuta kweli mtu kafa kwa ajali, kwa namna yoyote nyingine. Unasema niliota kabisa. Ni majira ambayo Mungu anataka ukemee hizo roho ili hiyo tatizo lililokupanga kwa ajili yake simpate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe majira na nyakati zako zinaweza kushikiliwa na adui shetani, na akishashikilia majira anapiga breki namna hii, unakuta ghafla mambo hayaendi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa? Sasa tusogee mbele kidogo, tuone mtu mwingine hapa. Tukienda kitabu kile cha Mathayo 8:28. Mathayo 8:28. Tumuone mtu mwingine hapa aliyeshikiliwa majira na nyakati. Mathayo 8:28. Mathayo 8:28 anasema hivi, naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipita njia ile. Haya mapepo yamewavaa watu wawili, na yalipowavaa watu wawili yakawafanya maisha yao yawe makaburini. Maisha yao yakawa makaburini. Kitu gani? Mapepo yamewapiga breki majira na nyakati za hatima za maisha yao, lakini akaona haitoshi tu waendelee kuishi kwenye nyumba zao, wakawatoa kuwapeleka kuishi makaburini. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio wamepigwa breki kwenye majira na nyakati za hatima za maisha yao, ili wasifikie ile kusudi ambayo Mungu ameweka mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alipokuwa anapita lile mapepo yakaamuru waende kwenye nguruwe, na yakaenda kwenye nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu. Wewe ukimwamini Yesu wakati wote, adui atakuwa hana nafasi ya kukamata majira na nyakati za mafanikio kwenye maisha yako. Hata kuna uwezo Mungu kwa kufanikiwa na kushikilia. Na huyu mama ambaye tumeona alikuwa na pepo wa udhaifu hapa nyuma, Yesu aliweza kumuombea, akasema mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Mama akaona kama mzima na akamshangilia na kumfurahia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusogee mbele kidogo kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 4. Tumwone Timotheo hapa. Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inatuambia, basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Kuna nyakati zitafika, kuna watu watajitenga na imani. Bwana Yesu asifiwe. Ziko nyakati. Ni nyakati gani? Itafika wakati ambapo umemtumikia Mungu, hujaona matokeo, utaona kama Mungu hayupo. Itafika wakati utapigwa magonjwa makubwa, utatibiwa kwa muda mrefu, hautapona, imani yako itatindika. Kwa hiyo kuna nyakati imani yako inaweza ikaingia kudanganywa na shetani, ikakutengenezea upotofu, ukajikuta umeingia kwenye mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Ni majira ambayo shetani huwa naye anaachilia kwenye maisha ya watu, lakini wakati mwingine ni Mungu mwenyewe akaachilia hiyo namna ya imani ya kutindika, kwa sababu kuna mahali anaona utaenda kupigwa zaidi. Kwa hiyo anakupitisha kwenye mazingira magumu, lengo aje akutoe
Kwa hiyo njia ngumu ni Mungu hapo anakupitisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kesho tunaona Mungu anavyowapitisha watu. Mungu ambaye anaweza kushikilia majira na nyakati zako kuhakikisha kufikia hatima yako. Wewe unaweza kupitia magonjwa, lakini Mungu anakupitisha kwenye hatima yako. Lakini wakati unaanza shetani ili akupige kwenye eneo la imani ili usifikie destiny ambayo Mungu ameweka mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaona kesho hapo Mungu akitupa nafasi. Lakini leo pia nataka tusogee mbele kidogo, kuona kwamba haya mapepo pia ama shetani anaweza kushikilia majira na nyakati zako kupitia ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Shetani au mapepo yanaweza kushikilia hatima yako kupitia ardhi. Ardhi ni mlango mkubwa sana ambao Mungu ama shetani wanatumia kwa ajili ya kupitisha baraka ama uharibifu. Kwa kama ni Mungu anatumia kupitisha baraka kwenye ardhi, lakini mapepo nayo yanatumia ardhi kuachia uharibifu kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hili eneo ndilo Afrika leo Mungu amesema tuombe sana kwa ajili ya eneo la ardhi. Ndio eneo ambalo tuliombea sana kwenye ardhi. Kwa sababu majira na nyakati zako zimeshikiliwa kwenye ardhi. Ukiwa nyumbani pale umekaa namna hii, mawazo hayaji. Huna wazo jipya. Unawaza kulala mara tu, bali uvivu. Ila ukiwa eneo lingine kuna mawazo mazuri yanakuja. Unafanya eneo fulani kuna vitu haviendi, ukiwa eneo fulani kuna vitu vinaenda. Hasa kuna majira ambayo ardhi inashikiliwa, ardhi inatamkiwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa nitakupa sifa za ardhi, na tutaenda kushughulikia mambo ambayo yamekamatwa kwenye ardhi, sababu adui shetani anatumia pia ardhi. Ardhi inatumia kufanyika vitu vyote vinafanyika kwenye ardhi. Waadui anaweza kuvuka maisha yako kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuchukua unyayo, ama kama ni kuchimbia hizo dawa za maagano yake, ama kama ni kufanya uchawi gani, vyote kwenye ardhi. Hiyo alifanyia njia panda, alifanyia kwa waganga, ni kwenye ardhi. Ya nyumbani kwenu, ama ya huko ya ugelini, ama ya mahali pengine, ama ya eneo la kazi, ni kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ardhi inaweza ikapitishwa maneno, na haya maneno nyuma yake imebeba roho ambayo itakamata maisha yako na hatima yako, usifanikiwe na kutoboa. Sasa tuone sifa za ardhi. Tunasema ardhi ni lango mojawapo kubwa sana ambalo adui shetani anatumia kushikilia maisha ya mtu. Kuna uhusiano mkubwa sana uliopo kati yako wewe na ardhi na mbingu pia. Kwa hiyo sifa za ardhi au tabia za ardhi. Moja, tunasema ardhi ina masikio. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi ina nini? Ina masikio. Utasoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Utasoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwamba ardhi ina masikio. Ardhi inasikia kila kitu ambacho itaambiwa na kutekeleza kabisa. Ardhi inaposikia neno inaliandika na kulitekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma pia kitabu kile cha Isaya 48:13 hadi 15. Isaya 48 sura 13 hadi 15. Kwa hiyo ardhi ina tabia ya kuandika kinachosikia, ile inachoambiwa ardhi inaandika. Lakini pia mbingu nazo huwa zinasikia. Kwa hivyo alipo na ardhi kuna na mbingu, na mbingu nazo zinasikia sauti au maelekezo ya ardhi inayopewa. Kwa hiyo palipo na ardhi kuna mbingu, na vyote huhusika pia kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 22:29-30. Yeremia 22:29-30. Kwa hiyo ardhi nataka ujue kwamba inasikia vitu vyote. Kwa hiyo tunavyoongea ni ardhi inasikia, na hizi habari ardhi inaandika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno lolote ambalo litaambiwa ama litatamkwa juu ya ardhi inasikia. Ardhi ina masikio, na hizo habari zinaandikwa.
Kwa kama watu wametamka usifanikiwe, ardhi imesikia na inahifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusogee tena mbele kidogo, sichibui ndani sana, sababu kuna mahali nataka tufike. Wakati mwingine mtandao kuongeza na wewe ukiongeza kupambanua hapo zaidi. Sifa ya pili ya ardhi, sifa ya pili ya ardhi, nasema ardhi ina kinywa. Ardhi ina kinywa. Kwa hiyo ardhi ina uwezo wa kumeza na kutapika. Ardhi ina uwezo wa kumeza na kutapika. Ina uwezo wa kufungua kinywa chake na kuhifadhi mambo mazuri ama mabaya. Mwanzo 4:11. Mwanzo 4:11 hadi 12. Ardhi ina uwezo, na ardhi ina kinywa. Kwa hiyo ina uwezo wa kumeza na kutapika pia. Ndio maana wakati fulani unapoenda kwenye ardhi yoyote kama mtumishi wa Mungu, huwa tunasema isemeshe ardhi, kwa sababu inasikia, na kwa sababu pia yeye ina kinywa, itazungumza kilichopo kwenye ardhi. Kwamba kwenye ardhi hii kumetamkwa 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe. Tutapata muda wa kupita vizuri kwenye Biblia wakati Mungu atupa kibali. Nataka uone kuna mahali pengine Mungu amewakamata kwenye eneo fulani, kwenye nchi fulani, wasifanikiwe. Kwa nini? Kwa sababu ya maovu ambayo waliyatenda. Kwa hiyo ardhi inaugua. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wa eneo lile ardhi yao imekuwa ni mapooza, haizai, haiongezeki. Watu hawawezi kufanya biashara, na hata kama kifanya hawafanikiwi. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anamwambia wana wa Israeli kwenye nchi, anamwambia jamani, kwenye hiyo nchi nayoenda wale watu wametenda maovu, na ile nchi inaishia mapooza, na nyie mkienda muangalie, mkitenda sawa sawa na wale, na mimi nitawaunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Wao wakajikuta hawa wageni wanaingia kwenye nchi wanafanikiwa, lakini wenyeji hawafanikiwi, kwa sababu ardhi imetamkwa kwa ajili ya wenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ardhi ina macho. Ardhi ina macho na ni shahidi wa mambo yote yanayotendwa ama yatendwayo na mtu, na kuyanena mema na mabaya. Kwa hiyo ardhi ina macho. Torati 30:19. Torati sura ya 30 mstari wa 19. Kwa hiyo ardhi inaandika na kuhifadhi mema au mabaya. Ardhi pia inaandika na kuhifadhi mema au mabaya. Yeremia 22:29-30. Yeremia 22:29 hata 30. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumalizie na hii sifa ya 4 ambayo pia itatupeleka moja kwa moja pia kwenye maombi. Tunasema ardhi huugua. Ardhi huugua. Ardhi ikifanyiwa maovu, yaani ikifanyiwa uganga ama uchawi ama uchafu mwingine wowote, kupitia eza matambiko ama mazindiko, inaugua kabisa na inakuwa na roho za mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kusoma kitabu cha Nyakati wa Pili sura ile ya 7 na mstari wa 14. Nyakati wa Pili sura ya 17 na mstari wa 14. Mstari wa 14. Kwa hiyo ardhi inaugua wakati gani? Inakufanyiwa maovu. Ardhi zinatoa machozi. Ardhi inalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine majira na nyakati zako zimeshikiliwa. Kwa nini? Ardhi imeshuhudia namna ambavyo unafanyiwa maisha yako, unavyoharibikiwa, watu wanavyovuruga maisha yako, wachawi wanavyovuruga maisha yako. Ardhi imeshuhudia. Ardhi zinatoa machozi kwa vile ambavyo wachawi na waganga wanashikilia muhula wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio mtu wa Mungu unapaswa kuwa makini kwenye eneo la ardhi. Iwe unanunua ardhi, iwe unanunua kiwanja, iwe unajenga nyumba, ama unahamia kwenye eneo jipya, ni muhimu sana kuisemesha ardhi kwamba imebeba vitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimepanga chumba fulani. Nilikuwa nakaa Ipagala kule zamani, kana hamia mkuu. Kuna chumba nikapata, nikaingia kwenye kile chumba. Lakini kuingia kwenye kile chumba nikalikuta mimi naomba kuomba risali moja na kuendelea. Yaani niomba kidogo risali moja. Bwana asifiwe. Lakini huwa naenda masaa 3 hadi 4 naomba. Lakini nilipoenda kwenye ile nyumba hata dakika 20, nikifika dakika 20 nilitahidi sana kuomba. Nakuta ninapoomba naomba ghafla tu mwili unaanza kukosa nguvu. Na hivyo natamani tu kulala. Basi nalala. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda siku ya kwanza, siku ya pili, nikamaliza wiki. Nikasema hapana, hii kitu haiko sawa sawa. Kuna shida hapa. Maana kila nikiomba nikajua jana na uchovu ni nani, lakini leo na leo 15 haiko sawa sawa. Ile nikasema ngoja nifanye utafiti wangu kujua kuna shida gani kwenye hii ardhi. Wakaenda fanya utafiti. Usiku mmoja ipo naomba, nakuta mama mwenye nyumba ananigongea mlango, zima taa. Zima taa. Zima taa kwa nini? Mimi niko nyumbani kwangu, nina mambo yangu na programu zangu. Siwezi kuzima taa sasa hivi. Ama unatuharibia. Sema na waharibia nini? Bwana Yesu asifiwe. Mama mwenye nyumba. Nikasema sasa hii na shida. Sasa usiku huo ndipo nilipoomba sana kumuuliza Mungu kuna siri gani iko hapa. Mungu alichonifunulia, nikaliamuru ardhi maana ifungue kinywa na iniambie kuna kitu gani cha siri kilichofichwa mahali hapa. Nilionyeshwa vitu vya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilichokuwa nimeonyeshwa kwenye ile nyumba, nikaonyeshwa madhabahu na vitu vilivyowekwa mtu anapoingia mlangoni, kwenye mlango wa ile nyumba. Na ikatamka kwamba kwamba kila anaingia kwenye nyumba aliyeoa ama kuolewa waachike ama waachane. Na kijana anaingia ambaye hajaoa ama kuolewa au mwasherati na mzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hicho kitu baada ya kusemeshwa na ardhi, katika uhalisia ikawa iko hivyo. Kwa sababu hata kwenye hicho chumba ambacho mimi niliingia, nikaja kuwauliza, nikaambiwa hicho chumba kilichoingia kulikuwa na mtu na mke wake. Kwa hiyo mume mtu alimtelekeza mke mtu. Kwa hiyo mke mtu akaachwa pale. Na imebaki kodi wiki moja iishe. Mwamba katoroka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mke amebaki pale, hana chakula, hana kodi, hana chochote. Mama mimi anadai kodi. Hana kodi. Chumba cha pili hiyo wiki niliyofika mimi, baba mwenye chumba hiyo akamtoroka mke wake na mtoto. Upande wa pili huko kuna mama na mtoto, hana mume, alishatelekezana muda mrefu. Kila chumba, kila aliyeoa wameachana na mke wake. Kwa hiyo hakuna mtu alikuwa na nani na mke ama na mume. Wote wametelekezana hivi. Na hicho chumba chokiingia mimi alitelekezwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia sasa, Mungu nifanyaje? Nishughulikie au nifanye nini? Akasema ondoka, usishughulikie hiyo vita yako. Haikuhusia kwako hiyo. Kufanya wewe unafanyaje? Ondoka. Kwa nikaondoka, nikahama tena hiyo eneo. Sikukaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui anaweza kashikilia majira na nyakati zako kwenye ardhi. Kwenye ardhi. Nilinunua kiwanja pale Velila. Nimetuma watu wa greda wa trekta wakalisafisha ile shamba. Ile wanafika tu kwenye shamba wakavamiwa na nyuki. Bwana Yesu asifiwe. Wamevamiwa na nyuki. Wakakimbia katelekeza trekta hapo shambani. Wanafika kule misha au nyuki hazipo, wananipigia sana mkuu, aisee, huko kwenye shamba lako kuna nini? Ninakuwa ni vipi? Lazima tumekimbizwa, ile tumekanyaga na trekta, tumekimbizwa na nyuki. Mmekimbizwaje na nyuki? Yuko ametuvamia, tulipofika hatujua alikotokea. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema okay, tulieni hapo nyinyi, endeleeni, nitawaambia muende. Nitawapigia simu kwamba muende. Kwa kabidi ingie kwenye Mungu alo, waambia Mungu pale ninajua kuna maelekezo kwenye ardhi.
Sasa kila maelekezo ya mapepo ya miungu yaliyo kwenye ardhi na amuru sasa hivi kufutika kwa damu ya Yesu. Ninatuma damu ya Yesu na moto kufuta kila maneno, kuteketeza kila kilichopandwa kwenye ile ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema sasa, sikilizeni, jioni mwende mkachukue shuka na kufanya mnakapoweza, ili kesho yake mwende mkamalizie. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda, maisha kama mazuri. Lakini wachache kesho yake kamalizia, hapakuwa na shida. Shamba likaenda kufanywa kazi, wakalima vizuri, wakapanda. Kwa hiyo kwenye ardhi unaweza ukapitishwa vitu ama roho ambazo zinakushikilia majira na nyakati zako. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya biashara haiendi, kumbe ni ardhi. Hilo eneo unalofanyia limeshafanyiwa uharibifu. Kwenye nyumba yako hakuna maendeleo. Ukiangalia watoto wako namna hii ni shida. Kwa nini? Ardhi imeshataka watoto kwenye uzao huu, kwenye ardhi wao hivi. Ardhi ina maelekezo, ndio maana watoto hawaeleweki. Mbona baba yao na mama yao watumishi wazuri, lakini hao watoto kumbe kwenye ardhi umeshanenea kwamba hao watoto kwenye uzao huu wao hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maelekezo kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kushughulikia ardhi na maneno yote yaliyotamkwa kwenye ardhi, kwa sababu yale maneno yanabeba roho kwamba zinakushikilia kila kitu ambacho kimekipo kwenye sehemu ya maisha yako. Na leo nataka Mungu asikie basi dakika chache tuombe sana kwa ajili ya ile eneo la ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mapepo na miungu na mashetani yanatumia sana eneo la ardhi. Mtu anaweza kuchukua ujumbe wako akaufanyia maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Anachukua unyayo anakamata maisha. Anachukua unyayo anakamata chochote. Ama anachukua unyayo anakuja nyumbani kwako, anachukua ardhi ya nyumbani kwako, anashikilia kila kitu cha nyumbani kwako. Mifumo yote inashikiliwa na adui shetani. Majira na nyakati zako zinakuwa ziko mikononi mwa adui shetani. Bwana Yesu asifiwe. Anataka damu ya Yesu ipite. Damu ya Yesu ni damu yenye mamlaka, ni damu ya agano la kimamlaka la kuondoa na kutakasa na kusafisha kila kitu ambacho shetani amekiweka kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo agenda ya leo kubwa ambayo tunakuiomba ndio hii, kwamba tukaiombee ardhi na tukaamuru utakaso upite. Kila kilichotamkwa, hai maneno ama madhabahu zilizowekwa kwenye ardhi, kama ni madhabahu tukazibomoa. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu tunazibomoa. Tunavunja kila misingi ya hizo madhabahu. Kuna maashera na sadaka na vitu gani tunaviteketeza kwa moto. Lakini tukaamuru damu ya Yesu ipite kutakasa ardhi ya kazini kwako, ardhi ya nyumbani kwako, ardhi ya mahali popote ambapo una sehemu ya umiliki kwa namna moja ama nyingine. Tukaamuru damu ya Yesu ipite na itaachilia ukombozi kwenye eneo, ili kuhakikisha kwamba majira na nyakati zako ziko salama. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Inanena mema ya Yesu, inanena mema. Oh, inanena mema. Oh, inanena mema. Oh, inanena mema. Damu inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Oh, inanena mema. Damu inanena mema. Yatupa ushindi. Oh, yatupa ushindi. Oh, yatupa ushindi. Damu yatupa. Yatuweka huru. Oh, yatuweka huru. Oh, yatuweka huru. Damu yatuweka. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako asubuhi ya leo nikiomba toba na rehema pale ambapo sikutembea sawasawa katika mapenzi yako, hasa katika majira na nyakati, na kutambua
kusudi ambalo Yesu Kristo uliweka mbele yangu. Adui shetani amekamata majira na nyakati zangu kupitia ardhi, lakini asubuhi ya leo inakuja mbele zako kila madhabahu iliyo kwenye ardhi ya nyumbani kwetu, ya kazini kwangu, na mahali popote ambapo ninamiliki na sehemu yake. Bwana Yesu, napeleka damu ya Yesu kubomoa kila madhabahu inayoshikilia majira na nyakati zangu kupitia ardhi, ninabomoa kila madhabahu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Madhabahu bomoka, madhabahu wa kichawi, madhabahu wa uganga, madhabahu wa maagano na matambiko na mazindiko ya kiukoo kwenye ardhi ya nyumbani kwetu. Bomoka, ninavunja kila misingi ya mapepo na ukuu wa giza katika jina la Yesu. Misingi yote ninaivunja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kila sadaka zilizotolewa kwenye hiyo ardhi ili kushikilia majira na nyakati zangu, ili kushikilia hatima ya maisha yangu na familia yangu, nateketeza kwa moto, kila sadaka kwa jina la Yesu. Na kila maneno yaliyotamkwa kwenye hiyo ardhi ninayafuta kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninafuta kila maneno katika jina la Yesu. Ninaangamiza na kila roho zilizoambatana na hayo maneno kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naziangamiza kila roho, ninaangamiza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mapepo, kila wakuu wa giza, makuhani wao na wateketeza kwa moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na wateketeza sasa kwa jina la Yesu. Nazivunja na nguzo zao, hizo nguzo zao nazivunja, nazikatakata kwa damu ya Yesu. Na hiyo maashira yao ninayateketeza kwa moto, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Natamka ukombozi na utakaso wa damu ya Yesu kwenye ardhi. Hebu endelea kutakasa ardhi. Kama kuna madhabahu na sifa, peleka damu ya Yesu kubomoa, kuvunja, bomoa madhabahu zilizoshikilia majira na nyakati zako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunapitisha damu ya Yesu kwenye ardhi. Hiyo ardhi imebebeshwa maovu, hiyo ardhi imebebeshwa laana, hiyo ardhi imebebeshwa mateso katika jina la Yesu. Hiyo ardhi imebebeshwa laana. Ninapeleka damu ya Yesu kwenye ardhi, naachilia damu ya Yesu kwenye ardhi ya nyumbani kwetu, kwenye ardhi ya kazini kwangu, kwenye ardhi ambayo naipeleke, iwe nimenunua ama nimepewa. Ninapeleka damu ya Yesu kwenye anga, naachilia damu ya Yesu, ipite kila madhabahu ya kifamilia, madhabahu za mizimu, madhabahu za viungo, maagano na matambiko, nazivunja. Ninabomoa sasa kwa damu ya Yesu. Shetani, achia sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, pita na moto wako, pita na moto wako kwenye madhabahu na nguvu zako. Ndio kwenye ardhi unapitisha moto na damu ya Yesu, unapitisha moto na damu ya Yesu, unapitisha moto na damu ya Yesu. Moto wa Yesu. Ndio. Tunaachilia damu ya Yesu inene mema kwenye ardhi ya nyumbani kwako na kwenye anga la nyumbani kwako. Hawakuwa giza walioketi kwenye anga la nyumba yako, wengine wameketi kwenye ardhi ya nyumba yako. Tunapeleka moto na damu ya Yesu, tunapeleka moto na damu ya Yesu. Enyi miungu wakuu wa giza, enyi mapepo na majini mliotumwa kushikilia maisha ya mama huyo, kushikilia maisha ya binti huyo, kushikilia maisha ya baba huyo, kushikilia
katika maisha ya familia yao. Paka achia, paka achia, paka achia. Achia uchumi wao, achia na kazi yao, achia na ndoa yao, achia na watoto wao. Madhabahu, sikia. Ardhi, sikia. Ninakupiga katika jina la Yesu. Enyi maneno, enyi roho, enyi mapepo mwekundu ya ardhi, ninawapiga. Toka achia, toka achia, toka achia, toka achia. Achia ardhi yangu, achia kwa damu ya Yesu. Achia ardhi yangu, achia kwa damu ya Yesu. Achia eneo langu, achia kwa damu ya Yesu. Achia hiyo nyumba yangu, achia kwa damu ya Yesu. Achia hiyo nyumba yangu, achia nyumba yangu, achia nyumba yangu, achia na watoto wangu, achia na biashara yangu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Enyi mapepo kwenye ardhi, achia. Ninawapiga sasa, ninawapiga kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Naashiria moto wako, naashiria moto wa Yesu kwenye ardhi ya nyumbani, kwenye biashara, kwenye kazi, katika jina la Yesu. Naashiria moto wa Yesu kwa damu ya Yesu, kwenye fahamu, kwenye fikra, katika jina la Yesu, kwenye mioyo yetu. Damu ya Yesu na moto, 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 damu ya Yesu na moto. Tunapitisha moto kwa damu ya Yesu. Tunapitisha moto kwenye kila ardhi ninayoimiliki, kwenye kila ardhi ninayoishi, hiyo ardhi ninayoishi, hiyo ardhi ninayomiliki. Napitisha moto kila mapepo yaliyoshikilia majira na nyakati zangu, yameshikilia hatima yangu, yameshikilia mafanikio yangu. Ninaachilia damu ya Yesu na moto, naachilia damu ya Yesu na moto. Natamka achia sasa, natamka achia sasa. Ewe ardhi sikia, hao mapepo sahi ninawaangamiza. Watapike sasa, watapike. Ninakuamuru ardhi watapike, mapepo wote, majini wote, kila uovu ambao uliachiliwa kwenye ardhi ambayo ninaimiliki, ambayo ninaishi. Na kuamuru ewe ardhi, tapika sasa, tapika. Kila uovu ulioachiliwa kwenye ardhi ninayoishi, kwenye ardhi ninayomiliki, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tapika kila uovu, tapika kila laana, tapika kila mateso, tapika kila uharibifu, tapika katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tapika sasa. Ewe ardhi sikia, tapika kila uovu, kila uovu ulioachiliwa kwenye familia yangu, ulioachiliwa kwenye kazi yangu, ulioachiliwa chia watoto wangu, chia elimu zao, chia fikra zangu. Ewe ardhi, tapika sasa. Ninakuwa moyo kwa jina la Yesu. Kila ardhi ambayo anaishi mama yule, anamiliki mama yule, unakuwa uovu ulipandwa ndani yake ili kushikilia majira na nyakati na hatima ya maisha yake, katika damu ya Yesu. Ninaamurisha ardhi ya mama yule, na ardhi ya ardhi ya mama yule, na ardhi ya ardhi ya familia yule, kila uovu ndani yake, ondoka kwa moto, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ondoka. Hiyo ndio naamuru ardhi kutapike, naamuru ardhi kutapike sasa. Ikutapike kila uovu, uachie sasa, uondoke na uondoa kila uovu, kila laana, kila mateso, kila ghadhabu, katika damu ya Yesu, 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 katika damu ya Yesu. Ndio, tunapitisha moto wa damu ya Yesu. Damu ya Yesu sasa inapita, damu ya Yesu inapita kwenye ardhi yako, inaachilia utakaso. Pitisha damu ya Yesu sasa, pitisha hiyo damu ya Yesu kwenye ardhi ya nyumbani kwako, ya kazini kwako. Pitisha damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila uovu, kila laana, kila namna ya kushikiliwa na wakuu wa giza,
na mapepo na hiyo mizimu na hiyo matambiko na hiyo miungu ya kwetu, ninaachilia damu ya Yesu na moto, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Waachie sasa asubuhi ya leo, waachie sasa. Natamka asubuhi ya leo, mbingu zisikie na ardhi sikia. Ewe mbingu sikia, na ewe ardhi sikia. Hayo mapepo yaliyoketi kwenye ardhi na yaamuru sasa yatoke, na yaamuru sasa yatoke kwa damu ya Yesu na moto, kwa damu ya Yesu na moto, kwa damu ya Yesu na moto, kwa damu ya Yesu na moto. Ninafukuza mapepo na wachawi na maneno yote ya uganga na uchawi, maneno yote ya ushirikina na roho zote zilizobebeshwa kwenye hiyo ardhi ili kushikilia maisha yangu. Tunapitisha damu ya Yesu na moto, napitisha damu ya Yesu na moto, napitisha damu ya Yesu na moto, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu na moto, damu ya Yesu na moto, damu ya Yesu kwenye kila eneo, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, piga na moto wako na nguvu zako, na moto wako na nguvu zako, na moto wako na nguvu zako, na moto wako. Pita Bwana, pita Bwana, pita Bwana, pita Bwana, pita Bwana, pita Bwana, pita Bwana. Utupelekee msaada wako kutoka patakatifu pako, tupelekee msaada wako, tupelekee msaada wako Bwana kutoka patakatifu pako, katika jina la Yesu. Msaada wako kutoka kwenye kiti chako cha enzi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tupelekee msaada wako, maana Bwana umesema kwa msaada wako tutatenda mambo makuu, kwa msaada wako tutatenda mambo makuu. Peleka msaada wako, chia mama yule, peleka msaada wako, peleka msaada wako, chia baba yule, chia mama yule, chia familia ile, katika damu ya Yesu. Peleka msaada wako kwenye kazi yake, peleka msaada wako Bwana kwenye biashara yake, katika damu ya Yesu. Bwana, pigana wanaopigana naye, teta nao wanaoteta naye, mama yule, baba yule, watoto wale, familia ile, teta nao Bwana, teta nao Bwana, teta nao Bwana, teta nao Bwana, teta nao Bwana. Peleka msaada wako, peleka msaada wako, peleka msaada wako kutoka patakatifu pako, maana kwa msaada wako Bwana tutafanikiwa, maana kwa msaada wako Bwana tutasonga mbele, maana kwa msaada wako Bwana tutapambanua mema na mabaya yaliyofichwa na yaliyofichuliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana kwa msaada wako tunafikia hatima ya maisha yetu kama Bwana ulivyokusudia, tutayatimisha na yaliyo mapenzi yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, pita sasa na nguvu zako, pita na uwezo wako, pita na uwezo wako, pita na nguvu zako. Wakati mwingine hiyo ardhi kapewa maneno ili tukose nguvu ya kukutumikia wewe, nguvu ya kukutumikia wewe tulipoketi kwenye ardhi ikapotea. Kumbe ni hao mapepo ambao wamejimilikisha na kutamka maneno ya kwamba tusimtumikie Mungu kama aliyotaka, katika jina la Yesu. Kila vizuizi vya mapepo na wakuu wa giza ili Bwana tusikutumikie sawasawa, kwa jina la Yesu Kristo ninazivunja kila roho, ninazipiga kila roho za mapepo za wakuu wa giza zinazoshikilia majira na nyakati zangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Siku moja Roho anatuonyesha, nataka tukaiombee mikono yako, nataka tukaiombee mikono yako. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Biblia inasema
Biblia inasema utajiri na heshima ni katika mkono wako wa kushoto, na mkono wako wa kuume umebeba wingi wa siku na mamlaka. Hasa Mungu anakuonyesha kwamba kuna wengine wameshikiliwa mikono yao, kazi za mikono yao hazizai. Kwa hiyo majira na kazi zimeshikiliwa kupitia mikono, asipate faida na kuongezeka. Sema Baba, katika jina la Yesu, saa hii naingia katika ulimwengu wa roho, naikomboa mikono yangu katika jina la Yesu. Kila mahali ambapo ilishikiliwa na mapepo, hayo mapepo yakashikilia heshima na utajiri wangu kupitia mkono wa kushoto, napiga kila mapepo, toka njia, toka njia. Hayo mapepo yaliyoshikilia wingi wa siku na mamlaka ya mbingu katika mkono wa kuume, nawapiga hao mapepo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naikomboa mikono yangu sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu komboa mikono yako sasa, kwa dakika chache. Komboa mikono yako, ajua nikamana mikono yako. Unafanya biashara nzuri, kila unashika ni kuharibika, kumbe kuna mapepo kwenye mikono yako. Rango roho sekete, kare popo sekete, ripo popo, kare poshende popo. Ndio kwenye mikono Mungu, katika jina la Yesu, na inaashiria damu yako kwenye mikono ya kila mmoja, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Naashiria ukombozi wako, naashiria uponyaji wako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo mikono naitakasa hiyo mikono ninaitakasa kwa damu ya Yesu, naikomboa. Na hizo vifungo ambavyo shetani aliviachilia kwenye mikono yako, ninapasua kwa damu ya Yesu, ninapasua kila vifungo vilivyoshikilia mkono wa kushoto, vilivyoshikilia mkono wa kuume, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Napasua kila vifungo katika damu ya Yesu, kila manuizo ninayafuta kwa damu ya Yesu, kila roho za utotoe na roho za maarifa ya urefu yasiyo sahihi zilizoachiliwa kwenye fahamu zetu, ninafuta katika damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, na nguvu zako na damu yako, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, na nguvu zako, 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 katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Hii mikono yangu ikawe huru damu sasa, na kila ninachokifanya kupitia kazi ya mikono yangu, ninatamka ongezeko, ninatamka baraka, ninatamka ongezeko, ninatamka baraka. Kila ninachokifanya kupitia mikono yangu kwa jina la Yesu, kila roho mapoza kupitia mikono yangu, kila hali ya kuto kuzalisha katika mikono yangu, kila roho ya hasara ninaikemea sasa, ninakemea kila roho ya hasara, kila roho ya hasara, kila roho ya hasara kupitia mikono yangu katika jina la Yesu. Kila kazi ya hasara kwenye mikono yangu ninakataa, ninakemea kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninakemea. Bali natamka ongezeko, natamka faida, natamka mafanikio kupitia kazi ya mikono yangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Neema yako Bwana iende kwa ajili ya watu wako.